Uhuru akaona kachuki kwamba Ruto amechapa kazi kwa miaka 4 kuliko yenye alipiga miaka 10 na Kibaki combined. Kuna kama mchezo kanachezwa mahali. Mchezo ni ya mlima. Hapo nyuma serikali ikianza, kuna jamaa alianzia Western akisema tawe. Huyu jamaa alisema tawe natembea. Nikaambia watu huyu kijana anatembea, anacheza tu michezo ya watu. Amekombolewa kusema dawe. Ametembea kwa msituni kwa nyumbani kwa mahindi kwa matope, akatembea, safari kaisha, akakwama. Tawe yake ikaisha. Nikaona wameandika kwa gazeti kwamba Kingpin wa Waluya natembea. Waluya kapiga makofi. From nowhere mwingine akajitokeza. Wakasema sasa mwenye anaweza kupanga hii Kenya na vijana wote wamkubali ni Matiang'i. Matiang'i amekuja hapa, siasa yake ya boardroom haifiki mahali popote. Wakenya waelewi Kizungu. Wakenya wanataka lugha ambayo wanaelewa. Matiang'i amewachezea boardroom kwa mahoteli, amevivia. Tena amesukuma mwingine Sifuna. Na hii mchezo yote ni ya mlima, kazi ya Uhuru. Uhuru akona shida gani na Ruto? Uhuru akona kachuki kwamba Ruto amechapa kazi kwa miaka 4 kuliko yenye alipiga miaka 10 na Kibaki combined. Anaona aibu. Wataipika miaka 20, watu wawili wameshinda kufanya kazi. Ruto ameingia miaka 5, amechapa kazi, ameokanzol. Uhuru bado anasumbua. Swali ni kwamba uliani kuna viongozi wenye wamekomaa, wameiva. Nikufanya tu kazi, wameiva. Ilikuwaje mpaka waende wachukue kijana mdogo mwenye achakuwa na umaarufu wa siasa, mwenye achaelewa, mpaka mwenyewe anasema hiyo kazi mpaka tukae tuongee, tuelewane, tuulizane maswali. Kumaanisha wamechukua mtu ambaye bado atakuwa competent, atakuwa majua kisiasa kumtumia. Sasa watumie kijana mdogo ili watu wakubwa waipike, walio waanze kujipanga upya. Lakini mahali Bulia amefika saa hii, Bulia ameiva. Mudavadi aliiva kitambo akasimama. Wetangula aliiva kitambo, ni kazi ya kufanya tu nataka kufanya. Utawachaje watu wenye wameiva, uchukue mtu mwenye pato anajipanga, akiulizwa kwamba what's your future politically, anasema nitaongea na Wakenya, tembea kaunti zote, tukae tuongee. Na swali ni kwamba wakikaa waongee, waseme kwamba Sifuna number 1 si yako, number 2 si yako, wewe ngojea wasiri education. Wewe tambufuata wote, takupani kitu kama hiyo. Ile kazi Muluya hajafanya Kenya hii ni president peke yake. Deputy tumekuwa vice mara 3. Tumekuwa speaker mara 2. Tumefanya kazi zote kubwa Kenya. Waziri mkuu tuko naye saa hii. Sasa ukituambia kwamba tungojee kazi kama CS, ina maana gani kwetu? Watu wa mlima mko na chuki. Mliamua kwamba Kenya ni yenu. Eti nyinyi ndio Israeli wa Kenya, wateule. Hakuna uteule za hii. Mko na milioni 8, sisi tuko na 9. Msitanganye. Watoto wengi wamezaliwa kwenu wetu. Waangalie sura ni wetu. Msitanganye watoto wetu. Tukiamua kuhesabu ya Wakenya, Muluya ako mbele. Lakini hawa jamaa wanajaribu kutuibia mali yetu, kutujanganya, watupatie Sifuna akawe Waluya muungano isambaratike. Ili ikifika 32 Muluya aanze kujipanga upya, nao watakuwa wameiva. Hapo tumekataa. Tunasema hivi, ndugu zetu wa Nyanza walikubali. Wamesema raundi hii wapatie power tu peke yake. Mawe, wanataka mawe. Wakamba wanasema wanataka urais. Tukiwa wanasema hawataki kitu. Lakini wanasema hawataki na wanasukuma Sifuna. Wanataka nini? Tunasema hivi, my friend, tukubaliane. Kama mlima mnapenda Sifuna, ambia Kashakwa awachane kelele yake aunge Sifuna. Wakamba mnapenda Sifuna, ambia Kalonzo nyamaze, akienda kula sije hospitali alikuwa kwa jana akule, lakini aseme Sifuna. Ikiwa Sifuna atakuwa mbele, then niko tayari kwa tepe nikiona Sifuna na Ruto napika kwa Sifuna. Maana yake nimeona mtu wetu. Ila mimi naomba ni kwamba uongozi hiyo bendera ijeze Sukoi, kama sio Sukoi, Bungoma, ikitoka Bungoma, Bondo, Kisumu. Kata yangu tu sio Bondo, Sukoi, Kisumu. Sukoi, Bungoma, Kisumu.